those things will disappear. But one thing will remain is love. Why? God himself is love. In the book of First John, it talks about God himself being love. God is love. Sisi ati karakta ya God ni love. God is love. And God wants us to manifest himself, to manifest love. Yeah, so kwa mafans wa Size 8 na DJ Mo. Okay, najua kuna watu wanapendanga ma relationships za wasanii ama ma celebrities. Like una feel kuna celebrity fulani like unataka kuwa kama yeye cause vitu zenye wanafanya like couples kwa like nataka kuwa kama hawa. So Size 8 na DJ Mo wamekuwa na mafans wengi out of Kenya. Na wase walianza kitambo. Wakati Size 8 hakuanza akiwa like gospel artist, alianza akiwa secular artist. Na kama unajua Size 8 ni mtu ametoa mangoma zingine nyingi za secular. Kuna Mateke, Mateke ilikuwa ya gospel mingi way back there. Hiyo nikidhani ma millennials ndio wanaweza kuwa wanajua hizo mangoma vizuri. Sisi tulikuwa tunazisikia tu hapo ipo mwa watu tukiwa wadogo, but we never even really paid attention hivyo. So DJ Mo amesaidia sana Size 8 kwa transformation yake cause Size 8 nimekwambia alikuwa bad girl manze. I guess that's why alikuwa anajiita Size 8 cause alikuwa na hadi shape nyingine moja hapo fine, ungecheck hapo kwa hizo music videos shoot zake. Unaweza kimbia hapo kwa channel yake nikushoja delete. Utacheki hapo madoba. Alikuwa msichana mmoja talented back in the days. Hata sasa bado ako talented, ni ile tu ameshift into Christianity, in which it's a good thing. Na wase wengi wana look up to her na wana admire vile wako na life fit sana na DJ Mo. DJ Mo okay, DJ Mo ni DJ, ameishi ku DJ mangoma za gospel. I guess sijui kama DJ mimi yote ya secular cause sijakuwa nikifuatilia hizo mix zake, but nakumbuka nilikuwa namuonanga pale NTV back there nikiwa primary I guess. So ni watu wametoana mbali. So kumekuwa na accusations. Unajua DJ Mo alienda majuu, I guess alienda mboka, amekuwa like out for like I guess 2 months. Yeah, so wamekuwa kitumia Size 8 mapicha, mavideo ati bwana wako ana cheat hapa kule. Size 8 kidogo anang'ang'ana vile anazilenga mawantu. So kuna ile live fulani yenye Size 8 alikuwa ameingia, I guess alikuwa na try kuhubiria wase, kuencourage wase, kuambia wase. Na unajua pale hivyo live kuna kwanga na watu wanaitangwa moderators. Moderators ni kina nani? Moderators ni watu unakongomeka like wanaweza fanya kitu yoyote kwa live kama admin, but yao si admin au moderators, like ni second in command. Like ni kama sasa nikiwa live nikiweka moderator anaweza pandisha mtu join live na mimi, anaweza block mtu, anaweza drop bado msi. Hope na get point yangu. So akiwa hapo hivyo naomba wasa alianza kuleta hizo scandals za DJ Mo akichita hapo, like mbona na assume na umsame kwa kichit, the addressing issues cause sisi kama Kenya unajua like tutakonga watu wengine mafani, tutakanga tujue all the answers cause always tokea tu hivi utry like ni kama utaki kutuambia kitu sisi tunataka kusikia. Kuna vitu zenye sisi tunataka kusikia, tunataka answers. So I guess waswali kwa hapo comment section hapo kwa live like msee to address history ya DJ Mo si fiti. Na moderator wake mmoja kidogo I guess kitu ilimuuma cause I guess misjui cause Size 8 mwenyewe alikuwa anasiumiza comment, then all of a sudden comment section ikafungwa, you can't comment in any way. Na hivyo ndio waswali walikuwa walifungiwa, hawezi comment, though waswali walikuwa wanaongoja answers. Okay, tulikuwa wengi watu tunaongoja answers manzi. Niambia hapo comment section kwa history yote ya DJ Mo na Size 8 wewe unafilaje? Wewe unaionaje? Wewe una feel sasa kuna kitu anatuficha ama maybe because Size 8 ameokoka, maybe amesamea umse, because at the end of the day wanasemanga forgive and forget. Na madem ama mama
huwa wanasamea watu wao hata kama wamecheat. Like hata for example tuchukue hata venye ukiwa na grow up, hii ni kama buda yako amecheat, unapata niko sure umesikiza scandal, hadi kaleta noa sijui madhaka ina sijui wapi akarudi kwao, kitu hadi watu wa kijiji ikabidi wameingililia, then mkoro kuongeleshwa hapo hivyo moja mbili tatu, at the end of the day huwa anasamea huyu msee. But wewe take hii situation, ingekuwa ni dem amecheat, sasa ni yeye mwanaume ndo anafaa aforgive dem. Okay, ni tricky manze, itasumbua sana manze, haiwezi. Okay, maybe wanaume wengine wanaweza sameheana, maybe wengine hawawezi, but mimi kulingana na vile najua majority of men hawawezi samehea a cheating woman or a cheating girlfriend. Niambie yako comment section, unaweza samehea mtu ambaye amekucheat before? Mimi, as for me, I can't. Roho safi. Kila mtu apart ways because umeamua, it's clear umeamua tu kuchoose path yako. Yeah, so Miss Jimona Saizeta ameamua kwa simu hiyo the whole story. I guess ataki karibia bwana yake jina kwa sababu bado watu wameoana kidogo, mkaribiana jina haileti shangwe. I guess this is the best decision yenye amechukua, anyamaze tu hiyo story, focus na maisha yake na vitu one hapo kwa maisha yake. Yeah, so ndio video yetu ya leo, tupatane on our next video. Bye. And every day you go to bed, check, have you walked in love? Have you walked in love? When you open your mouth to speak, are you speaking love? When you switch on your phone to text, are you texting love?